anayeziungama na kuziacha atapata rehema, na anayeficha dhambi zake hatafanikiwa. Kuficha na hatafanikiwa. Kumbe unaweza usifanikiwe kwa sababu ya kuficha nini? Unaficha dhambi. Dhambi unazo na unazificha na hutaki kumwambia Mungu, mimi nina dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anachosema huyu mtumishi wa Mungu, mwandikaji wa hili, anataka kutuambia kwamba kinachoweza kukuzuia kufanikiwa ni kuficha dhambi. Amen. Mara nyingi sana tumekuwa watu ukiona hawataka kukubali ukweli. Amen. Hawataka kukubali nini? Ukweli. Yaani ukweli huwa unamweka mtu huru. Kwamba ukweli unamweka mtu huru. Na mara nyingi sana wale nasema bora mtu akwambie ule ukweli kuliko kupaka mafuta kwa mgongo wa nini? Wa chupa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akikwambia una kiburi, mtu anasema mimi sina kiburi. Hawezi kukaa katafakari kwa nini ninaambiwa nina kiburi. Mtu akiambiwa na majivuno, hawezi kujua kwa nini anaambiwa na majivuno. Mtu akiambiwa na maneno anasema sina, lakini anasema afichake dhambi hata fanikiwa. Anasema wewe ni mchoyo na unajijua wewe ni mchoyo, lakini hutaki kukubali kwamba wewe ni nani? Ni mchoyo. Hapana, mimi sio mbea. Kumbe wewe ni mbea. Anasema afichaye dhambi zake hata nini? Hata fanikiwa. Na uzuri wa kumwendea Mungu dhambi zako mwambie mwanadamu kwamba atazijua aende kukutangaza. Dhambi tulizonazo tunamwambia nani? Mungu. Na Mungu ndiye anayeleta rehema juu yetu. Amen. Kwa hiyo tunapomwambia Mungu, Mungu Bwana, mimi unaponiona hapa mtumishi wako ninadhibika haraka. Unaponiona hapa mtumishi wako ninasusa. Ninapenda kususa. Kitu kidogo nasema basi nimeacha. Basi sisoge mimi. Basi nimechoka mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ni dhambi. Lakini ukimwambia Mungu, anatafuta namna ya kufanyaje? Ya kukusaidia. Anatafuta namna ya kukuvusha. Anatafuta namna ya kukutengeneza. Tunaposema kutengenezwa, tunapotubu tunatengenezwa. Amen. Ina maana kwamba hicho kitu kimeshakuwa mzigo na kimekuwa mauti na kimekusumbua na umeamua kukipeleka mbele za nani? Ya Mungu. Unaweza ukawa ni mtu mzembe, usiyejali, usiyefuatilia, usiyejitoa, kila kitu kwako ni kawaida. Kumbe na hiyo ni dhambi kwako. Amen. Kwa tunaposema toba, tunahitaji kuingia kwenye kina kwa kumweleza Mungu ni mambo gani ambayo yanatushinda. Afichaye dhambi, mwambie leo nimekuja Roho Mtakatifu. Kuna dhambi nyingine hata mimi mwenyewe sifanyeni sijui. Lakini kumbe zipo zimejificha. Sitaki kuzificha. Nataka leo uingie ndani yangu. Ufunue kila kitu kiwe wazi kwa sababu Roho Mtakatifu anatujua. Amen. Usiende kutubu kwa mazoea. Yale uliyozoea kila siku kwamba ninatubu. Hapana, mwambie leo nimekuja. Ninaomba unisaidie leo. Nitoke katika hiki kifungo ambacho kinanifanya nisifanikiwe. Nitoke katika hii dhambi inayonifanya nisifanikiwe. Kuna dhambi ambazo zimepatana na nafsi na ziko nje, ziko ndani ya nafsi yako. Kuna dhambi zimepatana na akili. Mawazo yako yanawaza mambo mabaya ambayo yampendezi nani? Mungu. Yanawaza uovu badala ya kuwaza mema. Yanawaza njia mbaya badala ya kuwaza njia njema. Haleluya. Kwa tunaposema tunamtaka Mungu, tunataka damu yake itusafishe. Na tunataka tutakasike kupitia damu ya Bwana kondoo. Kuna dhambi nyingine zinatusonga ambazo sio za kwetu. Tulizikuta kwenye vizazi na vizazi. Ndio
Ndio maana Bartimayo akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Tunahitaji rehema. Tunahitaji rehema. Kuna dhambi ambazo zimetendwa wewe usijui, lakini waliotangulia walizitenda na walizifanya kwa siri. Walipotapika uovu wetu, lakini yale matapiko yanakufuata na wewe. Waliponena uovu wetu, lakini wale walioenena yanakufuata hata wewe. Waliowanga njia panda wakataja jina lako uovu wetu, lakini inakufuata mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwambia Mungu turehemu kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha nne, tunatafuta msaada kutoka kwake. Ziko dhambi za kwenye ukoo, ziko dhambi za kwenye familia, ziko kwenye dhambi za kabila lako. Haleluya. Ziko dhambi za kabila lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu kabila lake lina mapungufu ambayo lina mapungufu. Ni uovu, ni dhambi. Sisi tuna uovu, tuna dhambi, tuna moyo, tuna macho yaliyobeba haya, tunashindwa kuja mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi za kujiinua na kujikweza ziko kwenye kabila la mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Asipojikweza, asipojiinua, asipolinga, hajafika mbali. Asipojiwekea mambo ambayo sio ya kwake, hajafika mbali. Bwana Yesu asifiwe. Zile ni dhambi. Unajua dhambi za kunena tofauti na ulivyo. Unanena makuu. Anasema usinene nini? Makuu. Amen. Usinene makuu. Kuna watu wananena makuu. Kabila linanena makuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna dhambi ziko. Familia yenu ina uovu unaoendelea kizazi hadi kizazi. Ukoo wenu una dhambi ambazo zinaendelea kizazi hadi kizazi na zimefunga watu. Lakini tunapokwenda mbele za Mungu, tukamwambia tumekuja, kabila langu liko hivi, ukoo wangu uko hivi, taifa langu liko hivi, ninaomba rehema, ninaomba ututakase. Tumekuja Mungu, sisi ni wenye dhambi, hatutaki kuficha uovu unaoendelea katika malango, tunausogeza mbele zako Jehova. Amen. Aficha ile dhambi atafanikiwa. Tunatubu ili tufanikiwe. Tunatubu ili tufanikiwe. Tunatubu hatuwezi kufanikiwa. Kumbe dhambi zinafunga mafanikio. Kumbe dhambi zinafunga baraka. Kumbe dhambi zinafunga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata nini? Wewe usiache. Sisi tusiache ili tupate